jambo kubwa sana ambalo nataka nikueleze. Wakati ulipopelekwa kule kanda ya Ziwa Kizimbani, mimi nilikuwa msaada mkubwa sana kwenye familia yako. Nilihakikisha familia yako inakula vizuri. Nilihakikisha familia yako iko na afya njema. Nilihakikisha familia yako haiteteleki kwa jambo lolote lile. Lakini cha kushangaza, kuna jambo umelifanya lakini haukunishirikisha. Ndugu yako amepandishwa kuwa malkia, lakini hilo jambo mimi silifahamu. Kwa nini? Hapo naongelea swala la familia yangu mjomba. Sawa. Alafu na siku zote waga sitaki masiara kabisa na swala la familia yangu. Mimi yule ni binti yangu. Tena chunga maneno yako. Usio unaongea kirahisi tu. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Labda tu nikueleze jambo moja. Mimi na ndugu yako tumepanga kuoana. Labda nikuulize swali. Kisheria, mume wa malkia anaitwa nani? Kwa hiyo unataka kusema wewe unataka kuwa mfalme? Naomba nisikilize kwa makini sana. Ulikuwa ni mpenzi wake, haukuwa mume wake. Na usichokifahamu mpaka sasa, wewe sio tena kitu chochote mbele yake. Huwezi kuwa mpenzi wake, huwezi kuwa mume wake hata mara moja. Yeke akilini. Masudi, jitu babe, jitu la vita. Sasa tusubiri mvua inyeshe, alafu tutaona wapi patakapovuja. Muda mwingine ukiwa mpole sana, hata kunguni anaweza kujisi kwamba ana haki ya kumtawala. Acha tuone. Tutaona patakapokuja mvua. Karibu. Asante sana malkia. Hongera. Hicho kiti kimekupendeza kweli kweli. Safi sana. Lakini nimekuja kukupongeza, lakini pia vile vile kwa ajili ya kukumbusha yale mambo yetu tuliyopangaga yale. Mipango gani? Nakumbuka tulipanga tuoane, tujenge familia. Sio mipango yetu hiyo tangu zamani. Au umesahau malkia? Kwanza, hii ni sehemu takatifu. Haipaswi kuongea huo upumbavu wako. Na pia mimi nimekuambia nataka kuolewa. Mimi sihitaji kuolewa. Na nina mipango mingi sana ya kuijenga hii ardhi ya kijana. Alafu naomba uondoke kabla sijakudhalilisha. Malkia wangu, kitu gani kimekupata tena? Kwani malkia haukumbuki mimi nawe tumepanga mambo mengi? Kumbuka malkia, tulikwenda kule mtoni kuvua samaki. Hadi nikapata lile kambali kubwa lile.
tuliongea mambo mengi sana Malkia wangu. Mimi nakaa kwenye hii himaya, mawazo yangu yote naelekeza kwako. Nakumbuka ahadi zetu tulizoahidiana tangu zamani, mimi sijazivunja wala sijakusaliti. Nakaa huko muda wote nilikuwa najua kwamba Malkia wangu amekalia kiti cha enzi, kiti kitakatifu, bila shaka anakumbuka hili swala. Na mimi baada ya kuona kimya sana nikaona nije nikufuate nikukumbushe. Sasa inakuaje leo hii tena unanigeuka Malkia? Kumbuka tulipotoka. Mlinzi. Basi mimi ngoja niende. Lakini nadhani nitakutafuta wakati mwingine. Naomba tafadhali. Wakati mwingine nitakutafuta. Zimala. Ardhi ya kijani ndio tukuka. Mtabibu wangu, nimekuita hapa. Kuna jambo kama sio moja mawili nataka tujadiliane kuhusu himaya yangu. Nilikuwa naomba nihudumie himaya yangu. Sitaki mtu wa himaya hii ateseke. Najua una majukumu mengi, lakini naomba unisaidie katika hili jambo. Naam Malkia. Mimi niko tayari kulifanya hilo. Na kuhusu majukumu yangu, ondoa shaka kwa sababu niko na vijana wengi wa kunisaidia kwa kuwa na imani. Sawa, na hapo umenikumbusha jambo. Na nahitaji hao vijana wako watembee kila kaya ya hii himaya yangu ya ardhi ya kijani. Wahakikishe kila mwana himaya anakuwa na afya bora. Basi sawa Malkia. Mimi nikuondoe shaka kabisa. Basi sawa. Zimala. Ardhi ya kijani iliyotukuka. Malkia. Nimeitikia wito wako. Kiongozi wangu, wewe ni mkubwa wangu na nakuheshimu. Na nakuheshimu kwa sababu ni kiongozi wa tokea zamani, enzi za mababu zetu. Kuna mambo ya tofauti yanatokea katika himaya yangu, na wewe ukiwa nyuma yake. Na kuna vitu vingi sana vinatendeka katika himaya hii ya ardhi ya kijani. Na kila nikitaka kukutoa katika uongozi, huruma inanipata kwa sababu nakuheshimu. Na nafikiria hata nikikutoa leo itakuwaje. Na pia nimesikia unashadadia sana ugonjwa wa watoto. Katika hili nikilisikia tena sitakuwa na huruma. Na jambo kubwa lililonifanya nikuite hapa. Kuna watabibu wanapita katika kila kaya ya himaya hii ya ardhi ya kijani. Naomba ushirikiano wako. Na pia nisisikie mwanakaya yoyote ametozwa ushuru kutokana na tiba hiyo. Nikisikia tetesi zozote kuhusu mwanakaya kutozwa ushuru, hili litakuhusu wewe kama kiongozi ambaye nimekukabidhi haya mamlaka. Na sitakuwa na huruma katika hilo jambo. Malkia. Mimi nilikuwa na wasiwasi sana kwenye uongozi wako. Lakini kwa sababu unayafanya, ndio hayo ninayataka mimi.
hilo halina shaka. Na kuhusu hao watabibu watakapokuja, nitawapa ushirikiano kila kaya. Kwa hilo ondoa shaka, hakuna wasiwasi hata kidogo. Nitashirikiana nao mwanzo mwisho. Sawa, nimekuelewa kiongozi wangu. Mlope, nadhani unafahamu kwamba kwa sasa hivi utawala umebadilika. Na uzuri kwamba tunaongozwa na Malkia. Kuna vitu baadhi ambavyo Malkia wetu anataka kuviweka sawa, kutofautisha utawala uliopita na utawala wa sasa hivi. Kaniagiza nije kwako nikuombe kama itakupendeza, ufike pale katika himaya, ana maongezi na wewe. Kuna vitu baadhi anataka kuviweka sawa, hususan kwa nyewe waganga na wachawi ambao mlifukuzwa katika utawala uliopita. Sawa, nimekuelewa. Hilo ni jambo zuri sana ambalo yeye Malkia amelifikiria. Ila kitu ambacho hatukipendi sisi wachawi wote na waganga wote ni kufukuzwa katika himaya yetu. Huo ndio ulikuwa ugomvi wetu mkubwa sana kati ya sisi wachawi na utawala uliopita. Endapo kama atafanya marekebisho, sisi wachawi tukarudi katika himaya yetu, hatutakuwa na ugomvi na huu utawala mpya. Labda nikwambie kitu ndugu yangu. Malkia ana nia nzuri kabisa na nyie. Na ndio maana ameniagiza mimi nije nikuite wewe kiongozi wao. Mwende mkakae chini, muweze kupanga nini cha kufanya. Ila ni imani wote mtarudi katika himaya kwa kuwa na amani. Haina shida. Zimala. Aliza kijani yote kupa. Karibu. Asante. Samani. Naitwa Kitike. Kitike Mkumbi. Ni mtabibu wa himaya. Hivyo nipo kwenye kutekeleza jukumu ambalo nimepewa na Malkia la kuweza kubaini kama kuna mgonjwa au kuna shida kwenye kaya zake. Hivyo niko hapa kuweza kujua kama kuna shida au kuna mgonjwa kwenye kaya hii niweze kumtibia. Kitike Mkumbi. Umeagizwa na Malkia upite kila kaya. Kama kuna mgonjwa uweze kumhudumia. Ni nani aliyokuambia kwamba mimi nina mgonjwa huko ndani? Au ni nani aliyokupa maelekezo kwamba mimi naugua? Samani, labda kama umenielewa vibaya. Malkia anahitaji kupata kujua usalama wa nakala yake. Mimi sijakuelewa vibaya. Hao watu waliokutuma waambie kwamba nimekwenda kwa Bwana Jangame, hakuna mgonjwa. Na yeye mwenyewe mzima. Kama wananiombea mimi niumwe au wanaombea familia yangu iugue, waambie wataumwa wao na wataugua wao. Na kama kuna mtu yeyote amekutuma uje kuivuruga akili yangu, mimi sivurugiki. Ina maana wanahimaya wote wa ardhi ya kijani hamjawaona mpaka uje kunipa uchuro nyumbani kwangu? Usiniharibie siku. Sawa kijana? Unaweza ukaenda. Kaso jokani fanklo manzese kalioni Madonna. Ina maana utakuwa umetumwa, si ndio? Kwani unanitafuta nini?
Zimala malkia wangu. Ardhi ya kijani iliyotukuka. Karibu mama. Asante sana. Nimekuja kukuona malkia. Nimefurahi sana. Hata nilivyoambiwa umechukua wewe uongozi, nimefurahi sana. Kwa maana nakumbuka hata marehemu baba yako mfalme aliyepita alikuwa anatamani sana uongozi uende kwenye koo nyingine. Hakutaka uongozi uwe kama mkufu. Hivyo nimefurahi sana uongozi kuja kwako malkia. Nashukuru sana mamangu. Maana sikutegemea kama ni wewe ungekuja na kunipongeza kukikalia hichi kiti. Maana ulikuwa malkia katika himaya hii ya ardhi ya kijani. Na pia mimi naomba mamangu hata nitakapokuja kuomba ushauri au kukuhitaji ufike mahali hapa, usichelewe, uje kwa wakati. Maana nahitaji sana mawazo yako. Kuhusu ushirikiano, hakuna tatizo kabisa mwanangu. Na ndio maana hata walinzi wako walivyowatuma kuja kuwachukua vijakazi wangu na kuniambia kuwa wanakuja kwako, nimefurahi sana. Hawa vijakazi ni waaminifu, sio na wasiwasi nao. Waadilifu na pia wana usiri mkubwa sana. Kwa hiyo watakusaidia katika kazi zako. Na kingine, ili uwe kiongozi bora, unatakiwa usikize mawazo ya kila mtu na uyaheshimu. Pia uyaangalie, uyachuje. Mazuri yafanyie kazi na mabaya yaache hapo hapo. Hamna shida mama. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Kwa usitie shaka. Nimekuita hapa kwa sababu na jambo moja kubwa sana nataka unisaidie. Kama ulivyoona, wachawi wote wameruhusiwa kurudi katika himaya. Na mimi naamini kwamba sio wote wamekuja na dhamira nzuri. Kuna wengine wamekuja kwa ajili ya kulipisha kisasi cha utawala uliopita. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kuona tukio kabla halijafika, unaweza kuzuia lolote lile kabla halijafika malkia na wanamaya wake. Ninakuomba kama ambavyo kaka malkia alikusaidia wewe na kufanya kuwa uhuru, naomba pia uweze kumlinda malkia na kumfanya awe na amani na utawala uendelee kuwa bora. Mimi ninaelekea katika mipaka ya ardhi yetu. Ninakwenda kuwasabai askari na vile vile kuwatia moyo. Naamini kuna wengine walishindwa kabisa kuja kushuhudia ile tukio la kumtawaza malkia. Na kwa sababu mimi wananiamini, nimehudumu kwa miaka yote toka utawala wa kwanza wa mfalme. Na nilisimama kama mlinzi mkuu. Na imani watanipokea na kulipokea hili ambaye naenda kuwapelekea huko. Kwa hiyo nitakuwepo huko kwa muda wote ambao mimi sitakuwepo. Na kuomba uhakikishe ulinzi. Hakikisha hakuna hata mtu yeyote ambaye atapatwa na janga lolote. Kwa sababu wewe unaona tukio kabla halijafika kwa mhusika. Sawa, nimekuelewa. Nitahakikisha usalama utakuwepo kwa malkia na kwa wanaimaya wote wa ardhi ya kijani. Mimi ninakushukuru na vile vile nakuamini sana. Sitaweza kutegemea lolote baya. Na kuachia malkia wangu. Unaweza ukaenda. Malkia, majukumu ulioniagiza nimeyatekeleza vyema. Nimeweza kuzunguka kukaribia kaya zote, kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Japo kuna baadhi ya kaya nimekutana na changamoto, hasa upande wa mashariki. Kuna kaya kama kwa mzee Jangame, kwa mzee Kifo, hata kwa mzee Sembezi. Hizo kaya zimeonekana kuwa na ukinzani mkubwa sana. Lakini mimi naamini jambo litaendelea vizuri na nitaliendeleza na kulimaliza vizuri. Sawa, nimekuelewa. Na nilijua kama hilo litatokea.
maana hao watu ulionitajia walikuwa viongozi katika himaya hii ya ardhi ya kijani, na hawapendi kuona mazuri ya uongozi wangu. Basi sawa Malikia, mimi nitaendelea na nitajitahidi niwezavyo. Pia nikushukuru sana kwa kuweza kunipa moyo na kuniamini. Lakini nilikuwa na ushauri kama utojali kwangu Malikia. Ushauri gani? Upo ndani ya majukumu yako au nje ya majukumu yako? Ni nje ya majukumu yangu. Nilikuwa na imani kama panapohitajika au pale unapohitaji kuijenga himaya iliyo bora, kuna uwezekano ukapata ushauri kutoka kwenye himaya ambazo zimekuzunguka, hasa himaya za jirani hapa. Zinaweza zikasaidia himaya hii ikaendelea. Sawa. Lengo la kukuita hapa ni kuhusiana na kuijenga hii ardhi ya kijani. Lakini pia kuna mambo mengi sana yametokea huko nyuma. Nilikuwa nahitaji tumalize tofauti zetu. Pia nilikuwa nahitaji nikushukuru. Maana bila nyinyi mimi siwezi kuwa kiongozi bora. Malikia, wala usiwe na wasiwasi. Mimi niko pamoja na wewe. Na ndio maana hata siku nakabidhiwa hicho kiti, mimi nilikuwa kipaumbele na moyo wangu ulifurahi sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Pia nikushukuru. Naomba na kesho nikualike mahali hapa. Maana nimealika wanahimaya jirani kwa ajili ya kushirikiana pamoja kwa ajili ya kuijenga hii ardhi ya kijani. Kwa hiyo nahitaji mawazo yako pia, na uwe mtu wangu wa karibu kwa ajili ya ushauri. Sawa Malikia, usiwe na shaka na mimi. Nitafika kwa wakati. Na vipi mipango ya ndoa yenu? Bado inaendelea? Hayo yote anayajua kaka yako. Basi sawa. Mimi naomba tu nikushukuru. Sawa, acha mimi kuache. Karibuni sana viongozi wangu. Yule mgeni niliyoelezea ndio huyu hapa. Karibu mgeni. Asante sana kiongozi wangu kwa kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza nanyi kwa pamoja. Mimi naitwa Banyan Bey. Ni mtu wa kutoka mashariki ya mbali. Banyan Bey, zumuni na ujio wako kwenye himaya yetu ya ardhi ya kijani ni nini? Zumuni langu ni kupata ardhi yenye rutuba na shamba la dhahabu. Sawa. Tukikupa shamba la dhahabu, sisi tunanufaika na nini? Endapo kama tutafanya makubaliano, basi kila kitu kitaenda vizuri. Kwenye hii himaya kuna upungufu wa mavazi. Maana ni tofauti sana na kwetu. Kwetu mtu kuvaa mavazi ya aina hii ni kawaida sana, tofauti na huko. Kwa hiyo kama tutafanya makubaliano yaliyokuwa mazuri, na wahakikishia nitafanya maboresho tofauti, ila nitaanza kubadilisha muonekano mpya wa mavazi.
Sawa, ila katika himaya yetu ya ardhi ya kijana hatuna uwezo wa kugharamia haya mavazi, na isitoshe mavazi tunaovaa sisi na ndio wanaovaa walinzi wetu. Je, huko kwenu mpo hivyo hivyo? Hapana, sisi kwetu ni tofauti sana. Mlinzi atabaki kuwa mlinzi na mavazi ya aina yake yatakayoweza kumtambulisha kuwa yeye ni mlinzi, na si kama huku mlinzi pamoja na mwanaimaya wanafanana. Utawezaje kuwatofautisha kama endapo mmoja amefanya uhalifu? Na kuhusu gharama, ni jambo rahisi sana kwangu, kwa sababu endapo kama mtanipatia ardhi yenye rutuba, nitafanya uwekezaji wa kupanda mikonge, sufi pamoja na pamba. Hivyo itanirahisishia mimi namna ya utengenezaji au uzalishaji mavazi kwa urahisi. Kwa hiyo niwahakikishie wanahimaya wote watapata mavazi kwa gharama nafuu na kwa rahisi sana. Sawa, nimekuelewa sana. Ila mimi nitakaa na machifu wangu ili tujadiliane jinsi gani tutatengeneza kitu kimoja katika kujenga ardhi hii ya kijana. Sawa kiongozi wangu. Ila naomba muweze kunipa majibu haraka, maana msimu mimi wa kukaa hapa umekwisha. Na kama mtanipa majibu mazuri ili niweze kuongeza msimu mwingine. Sawa, hamna shida. Zimara, Ardhi ya kijani iliyotukuka. mama, nimekuja kwako sija kukuta. Sijui umeelekea kaya gani. Nilikuwa nimetoka kidogo. Nilienda kumsalimia Malkia na kumpongeza. Ulienda kwa Malkia kumpongeza? Kwani kuna tatizo? Mama, unapata wapi furaha ya kutoka hapa kwenda kwenye jumba la ufalme kwenda kumpongeza Malkia? Mama yangu, unajua wewe ni kiongozi mkubwa sana kwenye ardhi za kijani. Alafu unajua kabisa yule Malkia wamemweka pale kwenye kiti kimakosa. Sisi ndio tunastahili kukaa pale. Mwanangu, nadhani umesahau. Vita ya panzi ni furaha ya kunguru. Yale mabaya ulikuwa unamfanyia mdogo wako, haya ndio malipo yake. Angalia sasa. Mdogo wako yupo kwenye uongozi. Wewe haupo kwenye uongozi. Uongozi umeenda kwa mtu mwingine. Lakini mimi sioni tatizo. Kwa sababu haya ndio alikuwa anataka marehemu baba yako. Hakutaka uongozi uwe kama mkufu. Alikuwa anataka uongozi wame uende kwenye koo nyingine. Hivyo najiona sawa tu. Mama, kiukweli unazeeka vibaya. Ina maana hapo huoni tatizo? Sioni tatizo kwa sababu yule kiongozi alikuwepo sasa hivi Malkia. Yuko vizuri, ametawala vizuri, mauaji hayapo tena, watu hawatekwi tena. Kwa hiyo mimi naona yuko sawa tu. Tuacheni na hayo. Mimi nataka kujua mdogo wangu yuko wapi. Wewe unaniuliza mimi mdogo wako yuko wapi?